أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وبعد. baada kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia sala na amani Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, tunaendelea na kitabu chetu Umdatu al-Ahkami min kalami khairil anami. Tumetoka katika kitabul buyu', tukaeleza kwamba ndani ya kitabu hiki pamefungamana na masala ya biashara. Tukaeleza babu ma naha anhu fil buyu'i, yale ambayo yenye kukatazwa katika biashara. Tukaeleza na nukta hii ya leo nabda'u babu al-araya wa ghairi dhalika. Masala ya araya. Ma maana al-araya? Al-araya jamu ariyati, wingi wake ni ariya. Wa hiya, nayo hiyo ariyati au ariyatu, wa hiya nayo an ya'dhana sahiba nakhala, ni kumpa ruhusa mtu ambaye anamiliki mtende au mfano wa mtende miongoni katika mazao. An yabi'a thamaraha, kuuza tunda lake, kuuza lile zao lake, ala ruusi nakhil, juu ya mti, kuuza juu ya mti. Mfano mtu anamiliki mtende, mfano ambao na uchukulia, mtu anamiliki mtende, basi mtu huyo amepewa ruhusa ya kuuza tende mbichi aliyokuwa zipo juu ya mti, muda ambapo hazikukomaa au hazikuvunwa. Nadhani tumepita katika hadithi za nyuma, jambo hilo ni lenye kukatazwa katika Uislamu, lakini pakatokewa mlango ambao likajuzisha hilo. Tukiingia katika hadithi ya kwanza, alhadithul awwalu, hadithi ya kwanza ambayo katika huu mlango wetu, an Zaid ibn Thabit radhiyallahu anhu, pia kutoka kwa Zaid ibn Thabit radha Allah juu yake, anna Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, hakika mtume wa Allah, rakhasa li sahibil araya, ameruhusu kwa mtu ambaye anamiliki araya. Kwa hiyo araya ni kuuza tende mbichi juu ya mti, au kuuza zao lolote muda ambapo halikuvunwa. Kwa hiyo ni ruhusa imepatikana, mtu anaweza kuuza muda ambapo zao hilo halikukomaa au halikuvunwa. An yabi'aha, auze zao hilo, bi kharsiha, kwa kipimo chake au kwa kukadiria. Kwa hiyo kuuza kwake ima atatumia kwa njia ya kukadiria au kwa njia ya ya kupima. Walil Muslimi, na katika riwaya ya Imamu Muslim, bi kharsiha tamran, kwa kukadiria zao hilo au tende hizo kwa vile ambavyo hali ya kipimo. Yaakulunaha, wanakula tende hizo ratban, hali ya kuwa ni mbichi. Kwa hiyo maana ya hadithi kwamba tafaa kuuzwa tende mbichi muda hazikuvunwa au ziko juu ya mti wake, zitauzwa tende hizo kwa kukadiria au kwa kipimo maalum ambacho mtu anakula tende mbichi kwa matumizi ya nyumbani. Alhadithu thani, hadithi ya pili, an Abi Huraira radhiyallahu anhu
anna Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, hakika mtume wa Allah amesema au alikuwa rakhasa fi bai'i araya, aliruhusu katika biashara ya araya, fi 5 awsuqi, katika awsuqi 5 au duna 5 awsuqi, au chini ya awsuqi 5, ni pishi 5 hizi za awsuqi. Kama mtume aliruhusu hivi kwa kipimo hiki. Alhadithu thalith, hadithi ya 3, an Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma, raza Allah ziwe juu yao, anna Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, hakika mtume wa Allah, qala, amesema, man baa, yote mwenye kuuza, nakhalan, mtende, faqad ubirrat, basi akiwa ameupandikiza mtende huo na mtende mwingine, bimaana alikuwa akipandikiza mtende dume kwa jike. Nadhani Kiswahili hiki watu wanakifahamu, na kupandikiza watu wanafahamu, si kupandikiza kuchimba shimo, hapana, bali unapandikiza kwa juu ya mti mwingine. Kama kule kwetu huwa wanapandikiza, kwa mfano labda mti wa mlimao wanakuja kupandikiza mchungwa, au mchungwa kapandikiza mlimao, kutokana na mlimao huo haukuwa wenye kuzaa. Kwa hiyo ukapandikizwa katika mtende ambao haukuzaa, au mtende dume, ukapandikiza mtende jike, kisha huo mtende dume ukazaa kupitia kule kupandikizwa kwake. Au mtu anaweza kupandikiza kama nimetolea mfano hapo, mfano wa chungwa na limao. Mtu anaona kwamba mlimo wake hauzai, anataka apate machungwa, kwa hiyo atapandikiza kwenye shina la mlimao, kisha unazaa chungwa, au unaweza kuzaa limao, vile ambavyo yeye anavyotengeneza kule kwa kupandikiza kwake na kile anachotarajia, ndio maana yake. Kwa mtume amesema kwamba yote mwenye kupanda kwa staili hiyo au kupandikiza kwa simpuri kama hiyo, fathamaruha, basi matunda yale ambayo yatakayopandikizwa au kwenye mti huu wenye kupandikizwa, lilbai, matunda yake yatabaki kwa yule mwenye kuuza, illa, isipokuwa ayashtarita almubta', atakapoweka sharti huyu ambaye mwenye kununua, atakapoweka sharti huyu ambaye mwenye kununua. Kivipi? Ayashtarita almushtari, ni kule kuweka sharti huyu mwenye kununua, inda al-aqdi, wakati wa pale ufanyeje, kufunga biashara, antakuna athamara, kwamba yawe hayo matunda yaliyopandikizwa, dakhila fil bay', yaingie pia katika biashara. Katika kununua, basi anunue hadi matunda yake. Kwa hiyo yale makubaliano ya biashara yanaingia katika kile kinachozalikana kutokana na kile kilichopandikizwa, pia ni nini? Ni chake. Kwa hiyo hapo mwenye kununua ameweka sharti kwamba ukiniuzia, basi kile chenye kupatikana katika zao lake basi ni cha kwangu. Ndio kukubaliana hivi kwa masharti. Walilmuslim, na katika riwaya ya Imamu Muslim, waman, na mtu ambaye ibtaa abdan, wameuziana mtumwa, sawa, wameuziana mtumwa, famaluhu, basi mali yake mtumwa, lilladhi, kwa yule ambaye baahu, aliyemuuza. Mimi namiliki mtumwa, huyo mtumwa nataka nimuuze, na huyo mtumwa aliyekuwa yeye ana mali, basi ile mali ambayo anaimiliki huyo mtumwa ni ya kwangu mimi ambaye ninayemuuza, illa, isipokuwa ayashtarita almubta', atakapoweka masharti yule mwenye kununua, kama tulivyoeleza kwamba kabla ya kufunga bei mwenye kununua anaweka masharti, bwana, nitakapomnunua huyu mtumwa, basi kile ambacho anachomiliki mtumwa cha kwangu, hilo takuwa lina shida. Alhadithu rabi', hadithi ya 4, an Abdullah ibn Umar, kutoka Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alayhi wasallam,
hakika mtume wa Allah qala amesema man ibta'a ta'aman, yoyote mwenye kuuziana chakula, fala yabi'ahu, basi asiuze kwake chakula hicho, hata yastawfia, mpaka akabidhiwe. Na hilo linatokea sana, kuta mtu anaweza kawa ameshachukua tayari advance, wenyewe wanasema advance, kwamba anachukua pesa kabisa, kisha baadaye ndio mzigo ufike. Hili lina changamoto. Kwa hiyo sheria ya Uislamu inatufundisha kwamba mtu anatakiwa asifanye hiyo biashara mpaka yeye amiliki kwanza kile kitu ambacho anachokiuza, na mtu asinunue mpaka kile anachotaka kukinunua akithibitisha kwa macho. Wa fi lafdhi, na katika tamko jingine, hata yakbidahu, mpaka akabidhiwe. Wa Ibn Abbas mithluhu, na pia kutoka kwa Ibn Abbas anafano wa hadithi hii. Alhadithu khamis, hadithi ya 5, an Jabir ibn Abdullah, kutoka Jabir kijana cha Abdullah, annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hakika yeye alimsikia mtume wa Allah, yaqul, anasema, amma al-fathi, mwaka wa fatihi, inna Allah, hakika Allah subhanahu wa ta'ala, wa rasulahu, na mtume wake, harrama bai'a al-khamri, amekataza kuuza khamri, pombe, wal maitati, pamoja na maiti, wal khinziri, pamoja na nguruwe, wal asnami, pamoja na masanamu. Biashara hizi zilikuwa zikifanyika katika zama za kijahilia, hata alana yastamiruna nasu an yabi'a, watu wanaendelea mpaka sasa hizi kuuza hizo biashara. Faqila, basi pakasema katika hiyo hadithi, ya Rasulullah, ewe mtume wa Allah, araaita shuhuma almaitati, vipi unaonaje mtu akifanya biashara mafuta yale ya mnyama aliyekufa? Fa innahu, hakika hiyo mafuta, hakika hayo mafuta, yutla biha sufunu, upakwa kwa hayo mafuta safina, wayudhanu biha aljulud, na upakwa kwa mafuta hayo ngozi, wayastasbihu biha annas, na washia taa kwa hayo mafuta watu. Faqala, akasema mtume sallam, la, msifanye hivyo, huwa haramun, jambo hilo ni haram. Thumma qala, kisha akasema Rasulullah, mtume wa Allah, inda dhalika, wakati wa hilo kulieleza, qatala Allahu al-yahuda, Allah amewaangamiza mayahudi. Inna Allah, hakika Allah, lamma harrama alaihim, wakati alipoharamisha juu yao, shuhumaha, mafuta ya maiti, jaaluhu, wakayatumia au wakayayayusha, wakafanya kwenye matumizi. Thumma ba'ahu, kisha wakauza haya mafuta. Faakalu thamanahu, na wakala thamani yake. Kwa ikashuka laana ya Allah subhanahu wa ta'ala juu yao. Qala, akasema, jamaluhu, maana moja, jamaluhu, kwamba waliyatengeneza kwa uzuri, yani wakayaboresha. Adhabuhu, bimaana wakayayayusha. Afwan, kumbe hapa ni jamaluhu, sio jaaluhu. Turudie ibara kwanza hapa. Qatala Allahu al-yahuda, Allah aliwaangamiza mayahudi. Inna Allaha, hakika Allah subhanahu wa ta'ala, lamma harrama alaihim shuhumaha, wakati alipoharamisha juu yao mafuta ya nani, ya hao wanyama waliokufa au ya maiti, jamaluhu, waliyayayusha hayo mafuta kwa ajili ya matumizi. Thumma ba'u, kisha wakauza. Faakalu thamanahu, na wakala thamani yake iliyopatikana. Qala, akasema, jamaluhu, maana jamaluhu adhabuhu, bimaana ni kuyayusha. Kwa hiyo hapa mtarekebisha hii ibara. Haya, tuingie mlango mwingine bi'aunillah subhanahu. Mlango unaofuata, babu salam, ni mlango wa salam. Salamu aidan yusamma
salafu. Jina lingine unaweza kuita salaf. Kwa hiyo salam na salaf bimaana wahid, maana ni ayabi'a shay'an au shay'un, ni kule kuuza kitu, ni kule kuuza kitu kwa mausufun, kwa hali ya kusifika au kuwa na sifa, bidhimmati au fi dhimmati muajjali salim, katika dhima ya mtu kukabidhi kitu kwa kuwekeana muda, maa taajiri thamani, pamoja na kulipa kwa kuchelewesha, fil majlis, katika majlisi ile ya biashara. Mfano, mimi nauza simu, nakwambia bwana, simu hii nauza 100,000 ya Tanzania, lakini hiyo 100,000 utalipa baada ya miezi 3. Kwa hiyo tunakuwa tumeshafunga biashara, lakini kwa kuchelewesha kwa malipo, ndio inaitwa salam. Pia tukirudi katika maudhui ya somo letu, alhadithu alawwal, na mlango huu pamefungamana na hadithi moja. Anna Abdullah ibn Abbas radhiallahu anhuma qala, amesema qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam almadina, alifika Mtume sallallahu alaihi wasallam kunako mji wa Madina. Wa humna, alikuwa wao watu wa Madina, yuslifuna, wakifanyana salaf, bimaana wakikopeshana kwa kulipana kwa baadaye, fi thimar, kwa ajili katika matunda, wakiwa wakikopeshana, sanatan, kwa mwaka mmoja, wa sanataini, na kwa miaka 2, wa thalatha, na mwaka 3. Faqala, akasema, man aslafa, yoyote mwenye kukopesha, fi shay'in, katika chochote, falyuslifu fi kailin maalumi, basi akopeshe hiyo kwa kail, kwa pishi maalumu, wa wazni, na kipimo maalumu ambacho ni maalumu, ila ajali maalumi, mpaka muda maalumu. Inshallah tusimame hapa, biaunillah tutakuja kuanza babu shuruti fil bay'i, kueleza sharti za bai'i zimekaja. Subhanaka wa bihamdika, wa ashhadu an la ilaha illa anta, wa ana astaghfiruka wa atubu ilayk.